Inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Wao wanaenda kwenye tetesi tu, dhahabu dhahabu dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu, achilia mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika na nchi yoyote. Lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Sasa leo hii kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi na nyingi na nyingi, mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku, wapate soko, wapate fedha nyingi za. Ni busara tu. Maadamu kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida tu, na haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo ndivyo ambavyo inaweza. Je, tunauza dhahabu ili kufadhili miradi ya serikali? Jibu ni hapana. Sio kwa ajili ya kufadhili miradi ya serikali. Kama nilivyosema, kuna utaratibu wa namna ambavyo Benki Kuu inatoa fedha kwenda serikalini ya mikopo, kufinance government operations. Inapitia mfuko mkuu, na inakuwa imewekwa ile appropriation yake, inakuwa imefanywa na bunge. Sasa ukiangalia pale hakuna hichi kipengele. Hakuna hichi kipengele cha kusema kwamba unauza dhahabu ili uipatie serikali fedha kwa ajili ya kuendesha miradi. Tukumbuke dhahabu ni kama tu hizi currency nyingine nilizokuwa nimesema hapo awali. Kwa hiyo unavyofanya, tunapotaka kuziuza, tutauza dhahabu, tutanunua dola au currency nyingine ili kuhakikisha vihatarishi. Benki Kuu haijiweki kwenye vihatarishi ambavyo haiwezi ikavisimamia. Lazima uhakikishe uwiano wa dhahabu na hizi sarafu nyingine za kigeni kwenye mizania ya Benki Kuu zinaendana na matarajio ya bodi, matarajio ya nchi, na matarajio ambayo hayatatupelekea sisi kupata hasara.